Haya, kama kawaida ni Pogba, mwanabunge kutoka Kisii, Azimio Damu. Naanza kwa kusalimia Baba Raila Amolo Odinga na wanaazimio wote Kenya mzima. Nasikia William alisema ako ready kuongea na baba, na mimi pia kama mwanabunge sioni shida ya kuongea. Shida ya hii serikali hata si William. Shida ya hii serikali ni huyu deputy wake ambaye ni Gachagua, na huyu mmoja wetu kutoka hapa anaitwa Silvanus Osoro. Mimi nataka kuambia sana sana Rigathi na Osoro. Rigathi, nataka nikwambie hivi, ukifuata historia ya Kenya hii, historia William peke yake ndiye alifunja historia ya kuongoza unaibu wa rais na kutoka hapo kukua rais mwenyewe wa taifa letu la Kenya. Wewe na hii kiburi yako uko nayo, hakuna siku utatuongoza Kenya hii, hakuna siku. Na umefanya hadi huyu kijana wetu Silvanus Osoro tumemchukia hapa kulingana na ile kifua anachipiga. Uwezi enda huko parliament uongee na MP wako wakusikize, uwadanganya, watokatoke kando kando, kisha baadaye ukuche kutuambia wengine uliwaambia waende ng'ambo, wengine walala hospitali, wengine walewe, ndiposo mtupitisie hii bili. Ili sisi kama Wakenya tuelewane ama tuelewe vile hii serikali inaendezwa. Lazima mafuta, kama mimi ni mhudumu wa bodaboda, mafuta petroli mtuusie na 120. Diesel ikuche kitu kama 110 vile ilikuwa na hiyo kerosene. Jambo lingine mimi nataka niambie Baba Raila Amolo Odinga. Wamezoea kusema ya kwamba shida yako ni unataka kufanya handshake eti uingie kwa serikali. Usiingie kwa hiyo serikali ndani. Wewe enda huko ukufe na wananchi. Ukufe na wananchi. Mimi kwa imani yangu next round William Ruto akikuwa president, haki ya Mungu nitaamini ya kwamba aliipa hizo kula sote, hata kama achaenda kuuliza, nitaamini aliipa. Kwa sababu Kenya hii hakuna mtu mwenye anataka kusikia jina William. Hata gazeti yenyewe kama hakuna picha ya Raila Amolo Odinga ama ya Gavana Simba, hakuna mtu mwenye ananunua hiyo gazeti. Hakuna kabisa. William, hii round 2027 hiyo ikifika, ukichukua ukweli hivi, tutaamini ya kwamba uliipa kula. Hakuna kula yako Kenya hii. Tena kuna mtu mwingine anatuaibisa. Hatujui yeye ndio ule mchawi tulikuwa tunasikia kutoka hapa Kisii kwetu kuna wachawi. Anaishi sijui US. Amezoea kutusi kila mtu. Anatusi Raila, anatusi Uhuru. Kila mahali yeye ni matusi, sijui Cosmo, sijui nini. Hiyo maneno hata wewe unasemanga sijui Uhuru ndiye alifanya huku kuja kushika mama yako. Hiyo ni uongo. Wewe uko huko na uchawi wako huko. Muache kutuharibia jina sisi kama Wakisii. Na nyinyi Wakikuyu, siku hizi nyinyi ndio kurutu kubwa Kenya hii, ni Wakikuyu. Wale makurutu walipaki Kenya hii ni Wakikuyu. Mnaweza aje anza kuabudu Gachagua kondoo? Mnaweza kuabudu kondoo, mnaacha Uhuru? Mko na akili kweli? Na hii mtu mwingine Maasai ni kama anakula ng'ombe bila kupika. Oscar Sudi takataka hii, na mtu mwingine inaitwa sijui anaitwa Kimani Kichungwa hii. Uchinga mtawacha bana. Hii Kenya ni yetu sisi wote. William, ukumbuke ulisaliwa kutoka ODM. Wakati unapofanyia viongozi wa ODM madharau ya kuchukua askari, sana sana Raila Amolo Odinga na gavana wetu Paul Simba Arati, wacha nikwambie hivi. Kwanza Osoro, wewe jipendekeze hapo nje kwa hizo kabila zingine, lakini nyumbani ni hapa. Itafikia wakati utakuja hapa Kisii kutafuta kula. Utakuja kusangaa tukiangusa miti kwa barabara tukunyonge, usindwe kupita. Usindwe kupata mahali unapita. Wewe jidanganye na William, wakati wake utafika, atatoka, utapakia na utarudi hapa kutuomba kura.
tutapaki wewe na sisi. After uongozi wenu kuisha, kila mtu atakuwa raia, ndio utatuchua hao maaskari utatoa wapi wenye unajipigia na wao kifua. Endelea kusunguka. Lazima uheshimu governor hapa Kisii. Kama hautatembea na governor Kisii tiuni yake, una uwai hapa. So mimi kitu yenye nataka kuambia Raila Amolo Odinga, ile mambo wanasema ya nusu mkate, sijui kesho ndio mnataka kuongelelea, usiende na mambo ya nusu mkate. Simama na wananchi. William hatujui hata afya yake inaonekana si mzuri. So wacha tumuombee hata Mungu amuue na radhi. Mimi kwa majina naitwa Karen Francis. Mimi ni mkaaji wa Kisii. Na nilikuwa naongea juu ya hii ya maandamano iliyopita. Walisema watu walitoka Kisumu, hakuna mtu ambaye alikuwa anapita njiani, ile vitu walikuwa wameweka ungepita. Lakini hakuna mtu amechoma hapo, ni Kikuyu wamechoma hapo Nairobi. Hapa Kisii ni Wakisii wamechoma. Hakuna mwenye ametoka kaunti ingine kuja kaunti ingine. Juu ya vitu hii, maziwa tulikuwa nanunua 45, saa hii ni 70. Mkate tulikuwa nanunua na 35, saa hii ni 65. Na hii kubwa ilikuwa 80, saa hii ni 120. Vitu imekuwa juu. Sukari tunanunua na 100, saa hii ni 250. Unga ni 250. Mafuta ya taa. Akibaba, mngeongea na huyu Ruto juu ya mafuta, maziwa, vitu ya kura hii. Uchumi imekuwa juu. Hata saa hii kachai, imagine hii ni 100. Sasa nimenunuliwa na Werwisa. Sasa naenda kulalia hii kwa vile hakuna unga. Kwa saa hii hakuna unga hapa Kisii. Kisii tunasumbukana, hata kila mtu anasumbuka. Na hawa watoto waliokufa, haki maandamano wacha huyu Ruto muongee na yeye, nchi ikuwe safi, tuendelee kupata kidogo kidogo, lakini mwambie arudishe vitu chini. Juu tunaumia kwa hii miaka 2. Wakati huyu Ruto aliingia ilikuwa chini. Saa hii imekuwa ngumu, tumeshindwa hata kura. Saa hii naenda kulalia hii chai. Papa haki ne au kodini papa. Wogi ngano. Nikech what tagore kayem kay. Nikech waonge pesa. Papa wogi ngano. Otagwa. Haya, nimemaliza hiyo. Kwa majina ni Duke Asiagi kutoka Kisii County, na mimi nalilia sana nchi ya Kenya, maana yale maisha ambayo tunapitia sasa hivi ni magumu sana kwa kweli. Maana tulitarajia hii serikali ya William Ruto ndio itakuwa serikali ya kusaidia sisi watu wa jini, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi maisha ndio inaendelea kukaa ngumu sana. Sasa naomba Rais William Ruto wacha mambo ya kujifanya na kifua, kufanya mambo na hasira. Maana hasira ni mbaya sana na huleta madhara baadaye. Ambia ndugu yako Gachagua, kaa chini, wacha kukaa watu ambao mnakasirika. Ita mzee Raila Odinga, huyu ndiye angekuwa rais wetu, lakini sasa vile mambo ilienda tulikubali tu, lakini wacha mketi chini pamoja, mulete wa Kenya pamoja, ndio amani ikue, at least ndio maisha ipungue, watu wakae vizuri. Maana hapa Kisii tunatembea saizi, hakuna hata kazi. Hata ukienda ukiaso mahali shilingi 200 siku hizi uwezi. Ukipanda baisikeli, ukipanda hata motorbike, hakuna kitu utapata hapo. Sasa naomba Rais William Ruto mahali huko, heshimu huyu mzee Raila, muite mkae pamoja na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, mkae chini kama watu wazima. Angalia watu, msiangalie watu wawili. Angalia watu ni wengi Kenya hii wanalia. Muache mambo ya fitina mingi, ndio muweze kusaidia nchi ya Kenya. Maana mkikosa kufanya hayo yote, mimi naona Kenya wala inaelekea kubaya sana. Kenya inaelekea kubaya. Hivyo naomba Rais William Ruto mahali huko, ingewezekana jioni ya leo tafuta mzee
Raila Odinga, mkaweze kukaa chini pamoja, muone vile mtafanya Kenya iinuke iende mbele. Maana maisha imetukaria ngumu sana, imekaa mbaya kabisa. Mimi nashangaa William Ruto wakati alikuwa anapita wakati wa kampeni alikuwa anaambia watu ya kwamba maisha itakuwa rahisi sana. Mama mboga niliona wamama wakishangilia wakati alichukua urais, lakini sasa hizi kila mtu analia. Kwanza wenye wanafunga mabarabara ni wale ambao walipigia William Ruto kura. Hata sisi wenye tulipigia mzee Raila Odinga, sisi tunaangalia wenye wanafunga mabarabara kwa ukweli ni wale ambao walipigia William Ruto. So William Ruto mahali huko, rais wetu, naomba tu ufanye jambo, maana maisha inatukalia ngumu sana. Hayo tu ndio nilikuwa nayo, fanya jambo rais. Jina langu naitwa Tom Ondieki Oreko kutoka Nyanjwa. Mimi ni mtu ya Mogoteni. Lakini mimi nashangaa kuona wale ambao wamesoma nchi tunategemea wanataka kuweka nchi yetu ikuwe kisa ya umasikini. Sasa mimi nataka kuwaambia mahali muko, hii masomo mlisomea sioni kama Kenya inaendelea. Sasa mimi nikiangalia wakati mzungu alitoka hapa mpaka miaka ya sasa sioni Kenya inaendelea. William Ruto walikuwa na Raila. Sasa hii mambo yote mnachukua Raila kama mjinga. Raila sio mjinga. Na mimi naambia Raila mahali hako, wewe sumama imara kama mlima ambaye itingiki na upepo, usaidie. Wewe macho yetu ya Kenya yote iko mbele yako. Wewe ndio utasaidia nchi. Hii wengine ni bajanga kiakili. Kama wako na akili mbona watu njaa inawakula? Na hii mandege mnatembea nayo, si ni mafuta inatumika? Na hii magari mnatembea nayo, si ni mafuta? Na huyu mwananchi anafanya hiyo kazi yote, analala njaa. Unafikiri nchi itaendelea? Mimi naambia William Ruto mahali huko na huyu Gajawe, waacha kujitanganya. Hii utajiri mnayo. Lazima mjue Mungu iko. Si mnaona niko na gunia na kofia na fimbo? Hiyo ni vitunga vitu tatu. Serikali iko na raia na makambani. Hiyo timu tatu jaribu kusikilana sawa sawa. Sasa hii mmefika mahali mnafanyia watu wa Mungu mchezo. Watu ya kanisa wamewaambia amuwasikii. Raia wamesema amuwasikii. Mnaenda kusikiza nani? Na mimi nabauliza hivi, tukiwaambia tuko njaa hamtaki kutusikiza. Je, mkipelekwa mataifa ya nje, mkiulizwa, mtanyamaza bila hapa mnanyamaza? Jambo la kwanza na la pili na la mwisho. Bila mimi niko hivi. Hii mambo ya kusema ati chakula imeingia mtaenda kuteremusa unga ikuwe shilingi 170. Tukitaka tuelewana Kenya mzima hiyo maandamano mwezi kuona. Teremusa mafuta chini. Mahindi, sukari, hii vitu watu wanatumia. Unga ikuwe shilingi 100. Hii mambo ya kutuambia shilingi 170 hiyo ni urongo. Unga ilikuanga shilingi 70 80. Sasa nyinyi mmeongeza shilingi 100 juu, 120. Hiyo si ni kuivia Wakenya? Hata Wakenya ni wafumilizi. Na Raila mimi nakuambia, wakati kule ilipigwa, wakati ya Kibaki uliibiwa ukavumulia. Uhuru ikapigwa ukaibiwa ukavumulia. Na sasa ya Ruto imepigwa, umeibiwa, umevumulia, utavumulia mpaka miaka ngapi? Nyinyi ndio mnaleta ukabila Kenya. Sisi kama Wakenya tunawapenda, lakini nyinyi ndio mnatutaragwa. Na mimi nawaambia sikilizana, msiposikilizana umasikini ile tapika nchi hii. Sijui mtaregeza macho wapi. Hiyo imetosha.